wa Kristo, shtukeni ndugu zangu, mnadanganywa. Hatujakaa vizuri, akazuka mama mwingine naye, huyu sasa ndio anaitwa Mungu Zumaridi kutoka Tanzania, Dar es Salaam. Nitakuwekea video yake hapa, anaitwa Zumaridi. Huyo anajiita Mungu hasa ni mama, na ana kanisa lake na ana waumini wengi. Alikuja akapotea hapo makatikati hapo kama wiki mbili, mwezi. Waumini wakawa wanamtafuta, uko wapi Mungu wetu? Alipojidhihirisha, alipoonekana tena katika kuhojiwa, akaita vyombo vya habari, akadai kwamba mimi sikuwepo huu mwezi mzima, nilikuwa nimeenda mbinguni kumsaidia Mungu kupanga nyumba za dhahabu kule mbinguni. Wallahi na kuwapieni wa Kristo, kama hamtashtuka na kama hamtaamka, sijui zaidi ya hapo mnataka nini. Akasema nyumba za mbinguni za dhahabu nimeenda kumsaidia Mungu kuzipanga. Utaona video mimi nakuwekea hapa, sizungumzi bila ushahidi. Mimi kama mnavyonijua, mimi ni mzee wa ushahidi, ni mzee ambaye nazungumza kitu na facts na ushahidi. Nawaekea video akihojiwa mwenyewe akisema ameenda kutembelea nyumba za dhahabu alizomsaidia Mungu kuzipanga mbinguni, na ni mwanamke na ni padri. Ni mbinguni kwa kweli. Kwanza mbinguni, nyumba za mbinguni, naomba nizelezee nyumba za mbinguni. Nyumba za mbinguni, mbinguni nyumba ni ndefu, ni magorofa, lakini yale magorofa ni kama vile minara. Ni turefu, yani kama vile minara. Hamna nyumba kama za duniani. Hata kama ni kuna gorofa gani duniani, hakuna gorofa kama la mbinguni. Sababu gorofa za mbinguni ni kama minara fulani, mirefu sana. Mirefu, yani mirefu kiangalia hivi. Yani kwanza unaweza usione mwisho wa ile gorofa. Yani ni turefu lakini kama tuminara, lakini ni ndio nyumba za watakatifu. Lakini pia zile nyumba zina rangi ya dhahabu zote. Zote dhahabu, lakini pia chini ni dhahabu kote. Yani kule rangi ni dhahabu. Hamna garden. Zipo garden, okay. Zipo lakini sio kama hizi. Zipo hata sehemu za kupumzikia, lakini sasa maua yake sio kama maua, yani zini zinaelezeje yale maua. Yani zinapaya, yani vurugu, yani maradi yanapiga maradi. Nikaenda sasa mbinguni, unaona? Nikapokelewa kwenye lango la mbinguni. Mtu mmoja akanitambulisha, mimi naitwa Ibrahim. Gari kaja kaita maiti ndani nyumbani, katuletea maiti. Akaniambia, "Unajua mimi nataka nikuoe." Nikakwambia, "Mimi unioe wewe Peter mimi. Sijalala mimi. Wagonje menirudia nisamee." Alichukua kaika mtandio kadira. Akachukua akakafanya hivi akaniingizia huko. Akaanza kuvuta. Umeona? Huko ndio wanapiga, wananikanyaga. Leo tunakuua, akaanza kunyoa. Wanasema kama inasaidia binadamu. Mimi ni shetani. Mimi ni mchawi, natoa kafara, unasaachiwa ni kinyama. Kinyama, unasacha kinyama. Sana kinyama unamaanisha nini? Unashikwa mpaka useme za siri. Ni Mungu wenu. Sasa huyu mfalme Zumaridi huyu ndio Mungu wako. Huyu mfalme Zumaridi huyu ndio Mungu wako. Huyu mfalme Zumaridi huyu ndio Mungu wako. Amina. Ndio vizuri. Ndio msaada wako. Amina. Ndio kinga yako. Zumaridi ndane kutenga na mauti haya. Zumaridi ndane kutenga na mauti haya. Wale wamuone watu wadodoka ovyo. Zumaridi. Mfalme Zumaridi. Tawala nini? Amekupa nini? Baraza la Maaskofu wamekaa wanamwangalia. Kwa nini? Wala hawamshughulikii, kwa sababu malengo na asili ya dini hii kuu, asili yao ni kupotosha watu. Anaitwa Zumaridi, anajiita Mungu hasa, yuko Dar es Salaam chini Tanzania, anaendesha biashara zake kama kawaida, na ana wafuasi ambao wanamkubaliana, wanamwamini. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo yako katika ardhi ya Mwenyezi Mungu hii, na ukumbuke hawa wote ni umati Muhammad. Hawa wanapotoshwa. Roho hizi zinazokwenda hapa, ujue ni roho ambazo siku ya Kiyama zikiingizwa motoni watasema, ya Rabbi, hatuwezi kwenda jahannam tukiwa peke yetu. Waislamu walikuwa wanafahamu kwamba hii dini ni haki, dini yao ni ya kweli. Ya Rabbi, hawakutuambia wakati watakaposikia harufu ya moto wa jahannam, namna unavyonguruma na ile joto linavyowapiga, watasema, ya Rabbi, motoni hatuendi peke yetu. Waislamu walikuwa wanafahamu haki hii, hawakutueleza, ndio maana leo tunakwenda motoni. Wakiingizwa motoni watamlaumu Iblisi,
watamwambia wewe ndio umetupoteza katika njia iliyonyooka, katika njia ya haki ya Uislamu. Wewe ndio sababu ya leo sisi tuko motoni. Iblisi atawaambia fala talumu walumu anfusakum, ebu laumuni nafsi zenu leo, msinilaumu mimi. Ni lini mimi nilikwambia mkinifuata mimi nitawaingiza peponi? Wewe unasema mimi nilikudanganya ukaabudu masanamu, uliniona? Bwana wewe ulikuwa unafanya ushoga ukasema mimi nilikudanganya, uliniona mimi? Fala talumu walumu anfusakum, ebu laumuni nafsi zenu leo, msinilaumu mimi. Kwa hivyo Wakristo wazuri na Waislamu, nataka leo mshuhudie kwamba kinachoponywa katika majukwaa si wagonjwa, zile huwa ni drama zinachezwa. Kwani niseme hivi kwa uhakika kabisa, bila ya kusema kwamba mimi nakashifu, mimi nawaheshimu sana Wakristo, tena ni marafiki zangu. Hata wazazi wangu si ni Wakristo, mimi nawakashifu vipi? Wewe unategemea mimi ni mkashifu alafu nikifika nyumbani nitaonekaniwa vipi? Ninazungumza kwa hekima, busara na adabu, huku nikiwathibitishia ule ukweli namna ulivyo. Wamekuja mapadri wangapi Kenya hii wakidai kwamba wanaponya viwete, viziwi, wenye mbalanga? Kuna hifadhi ngapi za viwete zilizowekwa na serikali humu nchini? Iko Bombolulu, iko nyingine Likoni, ziko nyingine nyingi tu. Ushawahi kusikia wewe kwamba padri fulani ameponya viwete kadhaa walioko kwenye hifadhi fulani ya viwete iliyowekwa na serikali iliyoko mahali fulani? Ushawahi kusikia hata siku moja? Lakini ajabu ni kwamba wamekuja mapadri wote hao, hatujawahi kutangaziwa na serikali kwamba viwete kadhaa wamepona. Na ningeomba msilaumu serikali kwa chochote. Wajua kwa nini? Kuna watu wanakaa wanajiuliza kama hawa watu ni waongo, wanadanganya, hawaponeshi watu, mbona serikali haisemi, mbona haiingilii? Serikali haiwezi kuingilia. Katiba inasema kuna uhuru wa kuabudu. Kwa hivyo serikali unategemea iingie? Tushapewa uhuru wa kuabudu. Wewe ukitaka abudu hata nyoka utajua mwenyewe. Abudu bwana, we hata kiatu, soli ya kiatu utajua mwenyewe. Hutaona serikali ikikuingilia. Sasa ikuingilie kwa lipi? Labda kama kutazuka watu waende waka-complain polisi kwamba bwana tunaona hivi na hivi na hivi na hivi kule, padri wetu anaenda kinyume, hatumuelewi. Hapo sasa serikali itaingilia. Maofisa wa polisi wetu wazuri wataingilia. Lakini kama hakuna complaints, we abudu hata pombe ya mnazi utajua mwenyewe. Hakuna mtu atakuingia, serikali haitaingilia. Tuliomba uhuru wa kuabudu tosha na tumepewa. Sasa kilichobaki sisi wenyewe tuliopewa uhuru wa kuabudu tuchunge basi tunavyoviabudu. Maana hata serikali upande mwingine inatucheka sasa kwamba angalia hawa tumewapa uhuru wa kuabudu alafu wanautumia vibaya. Sasa tizama hata mabishop wa hapa juzi pia wameshikwa na kashfa hizo. Ni drama. Mfano Michael Njoroge. Michael Njoroge ni kasisi ambaye pato lake na kupata kwake hela ni kupitia muujiza, na kwa sababu dini ya Ukristo si ya Mungu, muujiza hauwezi toka kwa Mungu. Mwenyezi Mungu haiwezekani kuwa hii dini sio ya kwake alafu nguvu itoke kwake, haiwezekani. Kwa hivyo watu wanacheza drama. Ndio utamuona hapa, nitakuwekea video Michael Njoroge wa kanisa la Fire Gospel Ministry. Nafikiri aliteleza kidogo katika ile mipango ya namna ya kufikisha mkono barabara kinywani, akateleza kidogo, siri kagundulika. Tizama hapo utamuona huyu mtu. Mimi pastor alinipata ngapa, Pastor Michael Njoroge wa ministry, Fire Ministry. Mwenye alinipata hapa kanambia tuende short, mimi sikuwa najua ni pastor. Bila tuenda short, kumaliza kwenda short aliniambia hakuna haja ya kushinda nikipigwa na baridi hapa, kuna kazi angenionyesha. Nikamwambia yenyewe kama kuna kazi angenionyesha ni sawa. Ndio akaanza kunielezea, akaniambia niende kwa kanisa yake niongee mambo ya uongo, niseme nimepinduka mdomo na aweze kunilipa. Ndio alinilipa. Ulifanyaje mdomo? Niligeuza mdomo. Kivipi? Hebu tuonyeshe kwa mfano. Niligeuza mdomo hivi kutoka asubuhi mpaka jioni, na akanipatia shilingi 2,000. Akanipatia shilingi 2,000. Nikageuza mdomo. Alafu nikakuja nikatoa
testimony. Hapa ndio anakuchukua kila wakati. Kila wakati huwa ananichukua hapa. Pastor mwenyewe ama Pastor mwenyewe alinichukua siku ya kwanza hapa. Ulijuanaje na yeye? Tulienda short mara ya kwanza, alikuja kama customer. Sasa vile niona biashara yake endi vizuri. Ndio mimi nikaona tu nirudi base nianze tu kutegea hapa nitafutie riziki watoto. Simama. Huyu tunasherehekea yeye ni kulia na lia. Magonjwa. Mdomo. Hebu toa. Mdomo. Huyu mdomo yake iko kando. Machozi hiyo umelia dada. Iko ya mwisho. Hii ndio nasema mateso. Mami, unafikiria ni nini imefanyika ndio uko hivi? Hebu toa hii nini? Haujui? Huyu nitamsaidia, nimsaidie. Lakini na yeye atubu dhambi. Kuna kanisa ulikuwa unaenda na mliongea maneno ya mchungaji sana wewe. Na mkasema mchungaji amerepi mtu. Ndio. Hii ni vita umepigwa na Mungu. Lakini leo nimesema ukitubu mbele za Bwana utasamehewa dhambi zako. Na kabla tumalize ibada hii ya siku ya leo, mdomo wako utakuwa umerudi vizuri katika jina la Yesu. Hebu geuka hapo. Wacha kwanza nikuombe. Father, in the mighty name of Jesus. Kwa majina naitwa Esther Mwende. Last Sunday nilikuwa hapa kama mdomo imerudikana. Sasa nimepona. Niko na furaha sana. Mnamkumbuka huyu? Nimeona mkono wa Bwana. Alikuwa ameongea maneno ya nani? Ya pastor. Mdomo ikaenda wapi? Na hii leo mkewe kasisi huyo Esther Kagure Nderito, ambaye anadai bado hajapewa talaka, alijitokeza waziwazi na kusema kuwa yote yaliyofichuliwa kumhusu mhubiri huyo ni kweli. Alikuwa anafanya mambo kama hiyo. Alikuwa anapea watu pesa, anakuambia ukuje, for example, useme kama uko na AIDS ama kama umekuwa na ugonjwa mwingine na umepona. Kagure alituonesha cheti cha ndoa, picha za ushahidi wa harusi yake na mpenzi mpya wa mhubiri huyo. Anasema kuwa mumewe si mwaminifu, kwani anatenda maovu kinyume na mafunzo ya dini ya Kikristo. Alafu pili, pia sio huyu peke yake, mwingine naye aliyogundulika ni Kanyari. Kanyari hata utaona video yake hapa, amekaa kwenye hall na watu wake, anawafundisha namna ya kwenda kutoa ushuhuda wa uongo kanisani kwa public. Anawaambia zungumza hivi, simama kwa ushujaa hivi, zungumza maneno haya ili watu waone kwamba ni kweli. Tena anawaambia kabisa, pale tumeenda kutafuta pesa, tunatafuta pesa. Kanyari, angalia video yake hii akiwa kwenye hall, japo ni ndefu kidogo, lakini vumilia. Cha muhimu ni ukweli ujulikane, kwamba hakuna kipofu anayeponywa wala kiwete wala kiziwi. Wanaume wanacheza drama wakidanganya watu na kukoni watu hela zao. Tazama video hii alafu utaniambia mwenyewe. Unaona vile wanahangaika hapo. Shika hii. Anajiita nabii wa Mungu, Nabii Victor Kanyari Mwangi. Jina lake liligonga vichwa vya habari mara ya kwanza wakati mamake Lucy Nduta alipofikishwa kizimbani kwa madai ya kuwatapeli waumini katika kanisa lake. Kanyari anaonekana hapa akishangilia uhuru wa mamake aliyekuwa na wafuasi wengi zaidi. Hapa ndipo inaaminika alianza kufuata nyayo za mamake na kuwa mhubiri. Mhubiri aliyekwea kwa kasi na hata kujiita nabii wa Mungu. Na ukiona unapigwa vita, ajua iko waya za shetani unaguza ambazo hazigapi. Kwa hivyo Mungu lazima anatenda mambo makubwa. Kwanza Kanyari anakutana na wafanyikazi wake na kuwaeleza umuhimu wa pesa. Kisha anakutana nao tena ndani ya kanisa lake la Salvation Healing Ministry
na kuanza kuwafunza jinsi ya kutoa ushuhuda kanisani Jumapili. Mtumishi wa Mungu, unaonekanaga sana hivi kwenyu? Dadangu na sistangu tu wanaonaga fanya hivi, unaongea mambo ya nikatuma SMS ya shida yangu, ukaniambia nikuje Tuesday ama niseme Wednesday. Ukaniambia nikuje Wednesday, nikakuja, ukanitabiria. Nitasema hata nimehudhuria ibada zote ya Tuesday na ya Wednesday. Sijawahi ona ibada kama hizo. Ibada ambazo watu wanaitwa na majina na wanatabiriwa mambo yao. Mimi nilikuwa na shida gani? Sikuwa na kazi. Pia sakata kazi ni ya muhimu. Sikuwa na kazi zaidi ya miaka 6, nimeishi kufanya kazi ya nyumba. Ni sawa tu. Unaona kama unaonekana kwenye, unanielewa? Bwana asifiwe, Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Patience. Mimi niliona mtumishi wa Mungu kwa TV, akasema mwenye ako na shida atume SMS ya shida yake. Mimi nilikuwa nimekaa miaka 6 bila kazi. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe tena. Mimi naitwa Samuel. Mimi nilikuwa nimefungwa na maroho ya pombe. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe kanisa tena. Kwa majina ninaitwa Ronaldo huko. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nilikutana endelea, acha kuniangalia, acha kuzubaa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Utakuwa unaniangalia hivi mbele ya watu. Nikikwambia punch au si lazima uniangalie, unaendelea. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe tena. Kwa majina ninaitwa Ronaldo huko. Niliona mtumishi kwa TV wakati nilikuwa nikitazama kipindi ambacho ilikuwa ikiendelea. Wakati huo nilikuwa nimeshikwa na ugonjwa ya kiuzazi. Wenye wananisikiza kwa siku ya leo, ninawaambia, inasemekana Rose Mwenda aliimba kuomba ti uoga wako ndio maskini wako. Rose Mwenda sasa unampromote na hajaripia hii promotion. Sorry. About coaching people, I don't coach people. But watu wamebarikiwa wengi. Sisemi kila mtu anapokea muujiza katika kanisa hii, but so many people they get miracle. When they get miracle, they come and give testimony. Kwanza utasema kutoka siku hiyo mpaka leo hii mimi ni mshirika wa hii kanisa. Nimekuwa nikija Jumanne, Wednesday nakuja na Jumapili huanga niko hapa. Ningeambia wale wako nje, wale wako na ukimwi ama shida kama mimi, ama shida za kulogwa, weka panchi hivi. Okay. Ndio hapo, ndio wacha na waya utakata. Ninaambia wale hawana kanisa. Ninaambia wale hawana kanisa wakuje wakuwe washirika wa hii kanisa. Kuanzia hiyo siku nilipata uponyaji, mimi na watoto wangu wote tunashirikia hapa. Sasa pole kabisa kutaga. Tuongeze sauti. Bwana asifiwe. Okay. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Kuanzia hiyo siku nilipata uponyaji, nilileta watoto wangu wote na bwana yangu hapa kanisani. Sasa tunashiriki hapa. Mungu alinipigia simu akaniambia niende nyuma ya biashara yangu kwa mlango na nitapata hapo vichwa za kuku. Wakati mtumishi wa Mungu nilimpigia simu akaniambia niongea na mimi kwa simu after kumtumia SMS, akaniambia my sister, umesumbuka sana lakini kuna vitu zimewekwa hapo nyuma ya mlango ya biashara yako. Unasema mpaka kwamba uliishwa sadaka na hiyo sitaje amount. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Mimi kwa majina naitwa Shalin. Nilisikia mtumishi wa Mungu kwa TV wakati ambapo alikuwa anahubiri, na nilikuwa na shida katika maisha yangu. Nilikuwa naoleka natoka. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe sana. Mimi kwa majina naitwa Eva kutoka Western. Bwana asifiwe, asifiwe tena. Kwa jina naitwa Dorini. Mimi nilikuwa na shida nyingi sana. Nilikuwa nimehangaishwa sana na kazi. Sikuwa na kazi yoyote. Nilikuwa nimefanya kazi ya nyumba kwa miaka 10. Usirudie kazi tena. Bwana Yesu asifiwe, asifiwe tena. Mimi naitwa Dorini. Natoka sehemu za Ukambani za Boni. Mimi kwetu tulikuwa tumefungwa na uchawi. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Steven. Na nakumbuka siku moja nikiona TV ya UTV, niliona mtumishi wa Mungu akihubiri mahali pale. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Wamboi. Mimi nilisikia mtumishi wa Mungu, nilimuona kwa television. Nilikuwa na mtoto wa miaka 5, mtoto wangu alikuwa na shida ya macho na hakuwa anatembea. Nilikuwa nimekaa na yeye kwa miaka 5 bila kutembea. Bwana asifiwe kanisa.
Nimekuja hii ibada ya Tuesday kukuja kushukuru mtumishi wa Mungu. Mimi nilikuwa na shida ya kupata passport. Akaniambia nikuje kanisani ili tuweze kuketi chini na yeye. Saa hii nimekuja kanisani. Ameniambia mambo ya kushtua kuhusu maisha yangu. Tofauti na ilivyokuwa kwa Simioni Petero kumkana Yesu mara 3 kabla jogoo kuwika, hapa mmoja baada ya mwingine wote wanatayarishwa kuwafumba macho waumini na Wakenya kwa jumla kwenye runinga na redio. Siku ya ibada inapofika, wanafanya walivyofunzwa na nabii wao. Wa kwanza ni mwanadada huyu kwa jina la Sara. Akifika jukwani anajipa majina mengine. Saa hii naweza sema niko na future na niko na hope. Amen. Amen. Nikikuja hapa I was HIV positive, but today I can stand here and say I'm HIV negative. Amen. 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 Na ni hiyo maji mnambembelezewa mkunywe. Naitwa Sara na nimeokoka. Mimi nilijiona na mtumishi wa Mungu kwa TV. Niliona kwa TV akisema watu wahudhurie ibada ya Blessed Hand Clinic. Na mimi nilikuwa na shida ya kupata mtoto. Hapa niko na mwingine ambaye huyu ambaye unamuona hapa alituma sadaka ya 310 akiwa nyumbani, atatuambia ni wapi. Na alipotuma sadaka ya 310 alikuwa hana kazi. Hebu wacha tusikie alipopanda 310 aliona mkono wa Mungu kwa njia gani. Wewe ambaye umekuwa ukisileki hapo, tuma hiyo 310 na utaona mkono wa Mungu. Ingia kwa M-Pesa, tuma shilingi 300 na shilingi 10 kwa hii M-Pesa na uone mkono wa Mungu. Habari yako? Nzuri sana nabii. Umetoka wapi? Nimetoka pande ya Thika. Shida ilikuwa gani? Nabii, nilikuwa nimekosa kazi kwa muda mrefu. Nilikuwa nimeenda interviews mingi sana, wote wakinipromise kwamba nitapata kazi. Lakini siku moja nikakusikia kwa TV, nikaona kipindi yako, na hapo chini ukasema mtu akiwa na shida yote kwamba atafute mbegu ya 310 na asimamishe. Nikasimamisha hiyo mbegu nikiamini kwamba Mungu atatenda na utasikia kilio changu na utaniombea na nitapata kazi. Mungu akubariki. Huyu alikuwa anataka Mungu amfungulie mlango wa kazi, lakini baada ya maombi ambaye tuliomba, Mungu akambariki, akamtendea na akamuinua, na sasa hivi yuko na kazi. Mungu akubariki, akuonekanie na akutendee. Mimi namshukuru Mungu sana. Kwa majina naitwa Dominic. Bwana asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Steven. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Patience Baby kutoka Makueni. Nilikuwa na shida ya kupata mtoto. Nilikuwa nimeolewa kwa ndoa 3, lakini nilikuwa nafukuzwa maana ya kukosa mtoto. Nilikuwa nimeolewa kwa miaka 5. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Patience. Mimi niliona mtumishi wa Mungu kwa TV akasema mwenye ako na shida atume SMS ya shida yake. Mimi nilikuwa nimekaa miaka 6 bila kazi. Nilikuwa nafanya kazi ya nyumba, lakini kazi ya nyumba haikuwa inanisaidia. Vile nilituma SMS aliniandikia message akaniambia kwamba nikuja kanisani Tuesday na Wednesday. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Charity Munufe. Nilikuwa na shida ya meningitis. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Sharon. Nimetoka sehemu za Kibwezi. Bwana asifiwe tena. Kwa majina yangu naitwa Masi, niko hapa nashuhudia kuhusu venye mtumishi wa Mungu, kupitia mtumishi wa Mungu venye Mungu ametenda mambo makubwa kwa maisha yangu. Nilikuwa na biashara kubwa sana, mara kwanza venye nilianza hiyo biashara. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Nimekuja kwa kanisa leo kurudisha shukrani, maana mtumishi wa Mungu kujuana na yeye ilikuwa baraka kwa maisha yangu. Mtumishi wa Mungu aliniambia nisimamishe sadaka na si kusita. Na asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Wamboi. Mimi nilisikia mtumishi wa Mungu, nilimuona kwa television. Baada ya haya, Wakenya huishia kuamini. Kinachofuata ni zamu ya kupanda mbegu katika shamba la mawe kupitia nambari ya simu wanazopewa. Wapokezi sio wengine ila ni wafanyikazi wake waliojifungia ndani ya chumba kimoja na kujifanya kuombea wenye shida. Mbegu za kupokea miujiza zinapokewa na binadamu wenye kiu cha pesa na wanaojifanya kuombea waumini wenye kiu cha kutaka kupokea miujiza. Hakika mwanakondoo si nyama pekee, hata ngozi ina manufaa. Unajua, nimesikia sauti, Mungu ameniambia wale wanatuma 310 saa hizi majina yao itabadilika. Bwana atawainua, Bwana atawabariki. Bwana
Watu wanasema ya kwamba mapasta ni wezi. Si basi wacha hata nikuibie mara moja. Kama ni kuiba si wacha nikuibie leo. Watu wanasema ya kwamba mapasta ni wezi. Si basi wacha hata nikuibie mara moja. Kama ni kuiba si wacha nikuibie leo. Utume tu hiyo 310 alafu niombe na wewe na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen. Kuwa na wakati mwema. Bye bye. Siku tunangojea lakini kuna kitu imeshikilia. Ndio nataka niende nikafunje saa hii niingie kwa maombi tena. Wakati umetuma sadaka yako ya 1777 nimeingia nayo kwa maombi na kuna vile Roho Bwana anaonyesha juu ya hizo pesa zako. Maana kuna vile wanataka kuzifanyia zisikufaidi. Unajua leo Bwana ameniambia niombele na watu wote ambao wako kwa mtaa yangu siku ya leo alafu hiyo ndio kubariki ushangae. Tabia hii inazidi kuendelezwa hata kwenye vituo vya redio. Safari hii Kanyari anaonekana kuwaita mabingwa walio bora kutoa ushuhuda wa uongo. Nataka saa hizi watu wale watawekwa ITT, wale wanajua kutafuta pesa, wale wanajulikana champion wa kutafuta pesa, wana shida ya pesa ni nani? Watatu na UTV champions pekee yake. Sitasema hivyo, nataka kuchukua nani wanajua kutafuta. Dominic nani wanajua kutafuta pesa kama hawa watu wote. Lakini mikono chini. Kusema mambo ya target, kuna wale wanajulikana kama na madanga. Kisha wanarekodiwa mmoja baada ya mwingine, sio kwenye studio za redio ila ndani ya chumba chake na kanisa lake. Na pia nikisaidia watu waweze kuendelea na maisha yao. Mungu amenipa kipawa pia cha kusaidia watu, na Mungu amenipatia uwezo ya kuweza kusomesha watoto wale ambao hawana uwezo. Huku Victor Kanyari akijifanya kupokea simu kutoka kwa wasikilizaji wake wakati wa kipindi. Shuhuda hizo ni za watu mbalimbali. Hapa kuna mama ambaye nilimpigia lakini ako na shida kidogo maana ya sauti yake, lakini atakutolea ushuhuda na usikie vile Mungu alimbariki. Nilimpigia kwa sababu Roho wa Mungu alinenea ya kwamba yuko na kasoro, yuko na shida ya kupata mtoto. Na wakati aliniandikia SMS, nikaongea na wewe kupitia simu yake ya mkono. Hebu sikia mawasiliano yangu mimi na yeye, na ubarikiwe na Bwana. Acha tujaribu kutafuta kwa simu. Sababu kuna shida ya mtoto sababu ya Mungu ananiambia kwamba hivi chicho na mambo yetu unaelewa ndio mchangamke, sio mjinga. Hello. Hello, ninaongea na msichana ambaye anaitwa Rachel. Jina yangu naitwa Rachel. Na Roho wa Mungu, unajua unaongea na nani saa hizi kwa simu? Hapana, sijui saa hii. Roho wa Mungu ameniambia kuhusu mambo yako, na mimi ninaitwa Prophet Dr. Victor Kanyari. Ulikuwa umeniandikia SMS uliponisikia kwa radio. Ndio, mtumishi wa Mungu. Asante sana. Roho wa Mungu ananiambia kwamba uko na shida, maana for 15 years unaniambia kwamba umekaa katika ndoa na haupataki mtoto. Shida ni gani? Yuko ni mtumishi wa Mungu, niko na hiyo shida ya kutopata mtoto. Nilikaa na hiyo shida kwa miaka 10. Saa hii ndio sababu nimepigia mtumishi wa Mungu simu ndio aweze kunisaidia saa hii. Roho wa Mungu akubariki na hata akuonekanie. Nimepata message yako na shida yako ninaishughulikia. Kwani mmeolewa bibi wawili? Ndio, mtumishi wa Mungu. Na ninaona Wamboi ni yule bibi mwingine ama ni nani? Ndio, ni yeye mtumishi wa Mungu. Kwa nini mnapigana? Kwa sababu Roho wa Mungu anionyesha laini ya uchawi. Kwani anakuendea? Kwani mnaitana mambo ya uchawi? Hata wewe umeenda kwa mganga, ulikuwa umeenda kwa mganga kusaidiwa nini? Nilikuwa na hiyo shida ya kutopata mtoto, ndio sababu nilienda kwa mganga ndio niweze kupata usaidizi kwa mganga. Mungu akubariki na hata akuonekanie. Kwani unaenda kuroga mwenzako? Wacha kwenda kuroga mwenzako. Mimi nitakuombea na utapata mtoto. Sawa sawa? Asante sana mtumishi wa Mungu. Hata ndio maana nilipigia simu ndio upate kuniombea na niweze kupata mtoto. Mungu akubariki na hata akuonekanie. Hebu uweka maji kwenye glass hapo na uweke chumvi kidogo, na baada ya kuweka chumvi kidogo nitakupigia saa hii. Sawa sawa? Sawa sawa mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki na hata akuonekanie. Nikamuombea yule mtu, na baada ya kuombea huyu mama alikuja na ushuhuda. Baada ya mwaka mzima alikuja na ushuhuda, Bwana amembariki na mtoto wa kijana. Hebu sikia ushuhuda huu na ubarikiwe na Bwana.
ushuhuda Pastor Asante umetoka. Kwa majina naitwa Rachel. Ni yule mama nilikuwa na shida ya mtoto. Wakati mtumishi wa Mungu aliniombea niweze kufanikiwa, baada ya kunywa ile maji aliniambia nichukue. Saa hii niko na mtoto msichana. Namshukuru mtumishi wa Mungu kwa sababu ya kuniombea na nikafanikiwa. Asante sana mtumishi wa Mungu na Mungu akuonekanie. Umesikia huo ushuhuda wa huyo dada ambaye alirudi akapata mtoto na akabarikiwa. Simu ya kuongea na mimi saa hii ni 0727 959 162 0727 959 162. Ukweli wa mambo ni kwamba yeye pamoja na mpiga simu wake wamo katika chumba kimoja. Si wanga tunatengeneza program hapa. That number 1. Number 2, huanga pia nafanya live recording katika ATG Radio. Naweza fanya live recording, watu wapige simu. Kama sio hivyo, I record it here. Both I do. Because niko na program moja ya live na niko na program kama 7 ambazo sio live. Hiyo ndio nimesikiza ya live. Yeah. Hao watu wanapiga simu wanakuaga nje ama mko nao? Hao wanakuaga nje. Wanakuwa nje, washirika wako wanaweza kupigia simu, your friends can call you, anybody can call you. Ni kama through Facebook vile ambavyo mtu anaweza. Foleni ya kutoa ushuhuda wa uongo ni ndefu, huku mmoja baada ya mwingine akiingia. Mtumishi akaniambia, my sister, wacha ni kama nikupotea, wacha zipotee hiyo. Mtumishi akaniambia nipandishe imani yangu, na kweli nikapandisha imani yangu. Aliniombea kwa simu hiyo siku hiyo tu, akaniambia niweke maji kwa glass na niweke chumvi. Aliombea hayo maji, akaniambia nikunywe, akaniambia after 3 days niende nikapimwa. Kwa uhakika wa Mungu, mimi wapendwa, nimepona. Saa hizi niko HIV negative. Mtumishi, Mungu akubariki na akupiganie. Mungu akubariki na hata akuinue. Unasikia huyo dada anasema ya kwamba hata hakuwa anaamini wakati nilimwambia asimamishe sadaka. Lakini mimi ni muonaji, kazi yangu ni kuangalia kwa njia ya kinabii. Wewe ambao unanisikia hapo saa hii, na kusii tu unasikia sauti yangu, uchukue hatua imani na usikize sauti ya mtumishi wa Mungu, umwandikie ujumbe saa hii kwa shida ambayo inakusumbua, na atakusaidia, atakupigia simu yeye mwenyewe, atakutabiria mambo yako na atakuombea, na utaona mkono wa Bwana. Utapona kama mimi. Mungu akubariki sana na uonekaniwe na Bwana. Ushuhuda mzuri. Wale watu wote unajua mimi nasikizana sana program za ATG. Naona ujumbe sana usio umeshaitoa ushuhuda. Yote shaionja pale. Kutoka huko. Nikamwambia niko na shida biashara yangu. Kutokana na idadi kubwa ya wanaotoa ushuhuda, watu huamini miujiza yake. Chambilecho, wajuzi wasiojua ulimbo ndio huwasa wengi, na kifo cha wengi husalia kuwa harusi. Kilele cha upandaji mbegu hutokana na miujiza ya kutibu ugonjwa hatari wa ukimwi. My testimony is watu wanapona HIV, watu wanapona cancer, people they get healed through my hands. Hata nikiletewa nani ambaye ni mgonjwa kiasi gani, hata nikienda hospitali gani, as long, na ndio maana Yesu akasema ya kwamba wale watakao niamini. So if you believe Prophet Kanyari, you get your miracle. If you don't believe in me, you can't receive your miracle. Kila anayesikia uponyaji huu hulazimika kumtafuta nabii huyu. Hii ni nakala ya watu wanaougua virusi vya ukimwi na wanaopiga simu kutafuta matibabu kutoka kwake. Wa kwanza kudaiwa kutibiwa ukimwi ni jamaa huyu kwa jina la James Washira. Leo niko vile nilivyo, sikuwa na nyama, leo hii niko na nyama. Katika mojawapo ya ushuhuda aliotoa kanisani na kwenye runinga, James Washira aliwahi kusema kuwa nabii Kanyari alimtibu maradhi ya ukimwi. Mimi nikimjua mtumishi wa Mungu nilikuwa na shida sana kwa sababu mimi nilikuwa HIV positive. Nilipopimwa mara ya kwanza sikuamini kwamba niko positive, lakini nikaenda St. Mary's nikapimwa, nikaonekana niko positive. Jumamosi moja sasa niko katika kitanda changu cha mauti, nikaona kipindi cha Gurumo za Miujiza. Nilipotazama nikaona mtumishi wa Mungu akiombea watu. Akasema chukua hayo maji, weka kwa glass. Baada ya haya maombi, kunywa hayo maji na utapona.
Mimi nikaamini nikiwa katika kitanda changu cha mauti, nikiwa tu pale nikakunywa yale maji baada ya hiyo kipindi kuisha. Kutoka pale nikaanza kujengeka imani na nikaamini nimepona. Kwa ni siku ya Jumapili nikaketishwa pale nyuma. Mtumishi wa Mungu akaniita kwa jina, kwanza nikashtuka. Akaniambia, wewe uko na virusi vya ukimwi. Nikamwambia, ndio mtumishi wa Mungu, ni kweli niko na virusi vya ukimwi. Na mimi uliomba na nikakunywa maji na nikaamini. Akaniambia, kutoka leo Bwana anasema umepona. Nikamwambia, mtumishi wa Mungu, ninaamini. Kutoka hiyo siku nikitoka hapa nikachukua ile anointed water nikaenda nayo nyumbani. After 2 weeks nikaenda nikapimwa, maana nilikuwa naamini. Nilipoenda kupimwa, kuna hospitali iko Rongai ya masisters wa Catholic inaitwa Lady Fatima. Nikaenda pale nikapimwa. Wakati nilipimwa sikuamini macho yangu. Yule nurse akiniambia, wewe uko HIV negative. Si nimeisha, nilikuwa nimejaa vidonda kwa tumbo na huko kwa midomo. Leo hii najivunia afya nzuri. Sijawahi kugonjeka tena, hata homa sina. Huyu ni wewe? Yeah, huyu ni mimi. Ilikuwa ni ushuhuda ambao niliutoa, na ilikuwa lazima mtu atoe ushuhuda. Kwa hivyo nilitoa ushuhuda kwa kulazimishwa, na sikujua kwamba ushuhuda huo ungewekwa katika televisheni. Baadaye niliuona. Ilikuwa ni ya kuvutia watu wale ambao wako HIV positive waweze kuhudhuria kanisa na waamini kwamba watapona, na kiini cha hayo yote ni kwamba waweze kutoa pesa, na pia jina la huyu mhubiri lipate kuwa juu. Unajihisi vipi unapoona picha yako ukiwa kwenye kanisa ukizungumza mambo ya uongo? Kwa sasa sijuti, lakini kama singekuwa nimetubu hizi dhambi ningekuwa najuta. Lakini kwa sasa ninafurahia kwa sababu wale watu ambao watajua kwamba ni uongo, haya mambo hayafanyiki, si mambo ya kweli, basi watajua ukweli na hawataingia katika mitego kama hii. Kisha tulitaka kubaini kama kweli alikuwa akidanganya ama ni kweli alitibiwa. Tulimtaka kwa uamuzi wake mwenyewe na kwa hiari yake pasi na kulazimishwa apimwe na madaktari kubaini iwapo na virusi vya ukimwi. Tulitembelea hospitali moja mashuhuri katikati mwa jiji la Nairobi na kuamua kufuatilia shughuli hiyo. Kabla ya kupimwa, tulimtaka ajue haki zake na kwamba si lazima afanye hivyo kuonyesha usungura wa Nabii Kanyare. James Wachira aliamua kufanya hivyo. Well, it's important because there are many people out there who believe that the said church works the said miracles of healing HIV, and therefore, to me, it set the record straight that HIV, it can be healed. Yes, God can heal. We are not underestimating God. God heals, but not in terms of being prayed for and paying for money. God can even heal you without being prayed for by anybody. You can pray for yourself, get the healing. It's not through money, it's not through manipulation, that if you pay this amount of money, God will heal you. God can heal you without money. And the prophet would use this as an opportunity to get money from people. Absolutely, yes. Many people would come there and they would even drain out their accounts to cater for the prayers. Were you used as an example so that people would believe? Yes, I did a testimony and it was aired on several media houses, and when I realized he was airing my testimony, I confronted him on Facebook and he stopped. At that time I had already moved from the church. I was away and he stopped. Though many people had gotten the message, and those people who knew me began calling me. My relatives
also were shocked, and it was not a good picture. I was hurt. During the time of the testimony, we were manipulated to do. I was not alone. Many other people have done the same. To do the same. We didn't know it was supposed to be aired, but the past is gone. I am no longer in that place. I'm no longer in the church. I am born again. I have repented of those sins. It's terrible, and many other people would think that they can buy healing. It's a total lie. Baada ya kusubiri kwa muda na kumpa James Wachira uhuru wake wa kupokea matokeo yake peke yake, daktari alijitokeza tayari kumkabidhi matokeo. See the clear area that means negative. Okay. But if you see a pink line, which is the same as the one on the control side, it is positive. Okay. Then I'm negative. So you can confirm it. Yes. Now I can go and give you the results. Okay. So I'll get a written document? Yeah. Okay. So Mr. James, yes, your results are out. Yes. You can have a check at them and can see it's a negative test. So this is not a confirmative test. We have to wait for the 3 hours. 3 to 4 hours for the result to be done. Okay. It's okay? Yes. So that we can really know the result was negative. Okay. That's fine. Yes, thank you very much. Yeah. Tulibaini kuwa Kanyare alikuwa akiwahadaa waumini. Wachira hakuwahi kuwa na virusi vya ukimwi. We also used to manipulate people using false testimonies. You have all seen me testifying about HIV. I've never been HIV positive. I am not sick. Hapa tulisadiki hatari imeingia vitabuni na anayehitaji tiba ni Kanyare mwenyewe. Omar Hudi TV. Hauli njema ni ya kwa